Ya taarifa mbaya ambayo ilienea kwa siku ya jana ni juu ya mchungaji David Nkuba maarufu kama Komando Mashimo, ambaye amehukumiwa kifungo cha miaka 2 jela baada ya kupatikana na hatia katika makosa mawili, ikiwa ni pamoja kuingia kijinai katika ardhi isiyo yake na kuharibu mali. Katika hukumu hiyo, Komando Mashimo pia ameamliwa kulipa fidia shilingi milioni 5. Komando Mashimo amehukumiwa kutumikia adhabu hiyo na mahakama ya wilaya ya Kinondoni jana Jumanne ya Machi 18, 2025 kutokana na kesi ya jinai iliyokuwa ikimkabili mahakamani hapo. Sasa kubwa zaidi ni kwamba hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mkuu Ramadhani Lugemalira, ambaye alisikiliza kesi hiyo baada ya kuridhika na ushahidi na wa upande wa mshtaka umethibitisha mashtaka hayo bila kuacha mashaka yoyote yale mahakamani hapo. Katika kesi hiyo pia, Komando Mashimo alikuwa anakabiliwa na mashtaka matatu, yakiwemo hayo mawili, yani kuingia kijinai na kuharibu mali, pamoja na kutishia kufanya vurugu. Lakini pia katika shtaka la kwanza, Komando Mashimo Novemba 22 mwaka 2023 maeneo ya Mbezi Luis, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam, aliingia kwa jinai katika ardhi inayomilikiwa na Flora Mwasha. Katika shtaka la pili pia, katika kipindi hicho hicho kwa makusudi kinyume cha sheria, aliharibu pia ujenzi wa nyumba iliyoko maeneo ya Mbezi Luis, ambayo pia ilikuwa ni mali ya Bi Flora Mwasha. Katika shtaka la tatu, Komando Mashimo alimtishia Ramso Vincent kwa vurugu, na katika kesi hiyo pia upande wa mashtaka aliwaita mashahidi 5 waliotoa ushahidi mahakamani hapo na kuwasilisha pia vielelezo 2, huku Komando Mashimo akijitetea yeye mwenyewe na huita mashahidi kadhaa. Lakini pia hata hivyo, hakimu Lugemalira katika hukumu hiyo ameweza kusema ya kwamba upande wa mashtaka umethibitisha mashtaka hayo mawili, yani ya kuingia kijinai na kuharibu mali, na shtaka la tatu pia la kutishia kufanya vurugu lilithibitishwa pia. Baada ya kupitia ushahidi wa upande wa mashtaka na wa utetezi, mahakama hii imeridhika ya kuwa upande wa mashtaka umethibitisha shtaka la kwanza la kuingia kijinai, la pili la kuharibu mali. Pia waliendelea kusema kwamba hivyo mahakama hii inamtia hatiani mshtakiwa katika mashtaka hayo kama alivyoshtakiwa, amesema hakimu Lugemalira wakati akitoa hukumu ya mchungaji Komando Mashimo. Baada ya kumtia hatiani kabla ya kusomewa adhabu, mwendesha mashtaka wakili wa serikali Roda Kamungu ameieleza mahakama kwa upande wa mshtaka hauna kumbukumbu za nyuma za jinai za mshtakiwa, lakini akaomba pia mahakama hiyo iweze kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa kama sheria inavyoelekeza. Hata hivyo, kwa upande wa Komando Mashimo, alipopewa nafasi ya kuomba nafuu ya adhabu, ameiomba mahakama kumpunguzia adhabu na
akieleza ana familia ambayo inamtegemea. Hakimu Lugemalila baada ya kusikiliza pande zote katika hukumu hiyo amesema ya kwamba amezingatia maelezo ya nafuu ya mashtaka na upande wa mashtaka pamoja na msimamo wa sheria. Hivi ndivyo ambavyo lilikuwa sakata la mchungaji Mashimo. Huyu ni moja kati ya manabii ambao siku za hivi karibuni pia wamejizolea maarufu mkubwa kwa kutokana na mambo ambayo alikuwa anajaribu kuyazungumza na waandishi wa habari. Lakini ukweli kuhusu kesi ya mchungaji Mashimo, ama ukweli kuhusu miaka 2 ambayo ataitumikia gerezani mchungaji Mashimo, ndivyo jinsi ambavyo hali ilikuwa. Hii ni Dream TV, inaendelea kusubscribe lakini pia kulike na comment, bila kusahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok.